Mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ananijalia pumzi, naendelea kupambana, naendelea kufanya yangu ambayo nastahili kuyafanya. Jambo jema kwangu, sijui kwa upande wenu. Salama kabisa za masiku, maana ni muda sana tujaonana. Ni kweli. Tumeonana na tumeonana kipindi kizuri. Hiki sio kipindi cha njaa, hiki kipindi cha neema hiki. Ukisikia kipindi cha usajili ndio kipindi cha neema. Utaangalia makapi yanaenda wapi na mali inaenda wapi. Huu muda mzuri sana. Sawa, Simba amemtambulisha sasa hivi mchezaji Kereso Makugwala ambaye mchezaji huyo amemaliza msimu huu bila hata ya goli moja, lakini pia ameondoka na assist 6. Tuzungumzie kiwango ama ubora wa mchezaji huyo ambaye amesajiliwa siku ya leo. Ni mchezaji ambaye amehitajika pale kwenye taifa lake na baadhi ya vilabu vikubwa tu pale, lakini vimeshindwa kupata saini yake, lakini pia amehitajika hapa nyumbani na wale wazee wa kukopi na kupesti wale. Maana washazoea kuna mtu huaga na penyezaga faili la wachezaji wanaohitajika, lakini msimu huu ile jasusi kashakufa na tumeshazika kabaki mifupa tu. Kwa sasa hizi wao wanakaa ufukweni, wanaangalia dagaa wale digidigi ambao wamepigwa na wimbi la bahari ndio wanaokota sasa hizi. Sasa hizi wanaokota. Sasa wewe hesabu, wamemtaka Fadu Davis wamemshindwa. Hela nyingi. Wameenda kudondoka tu kwa yule mwalimu wa Menkwa. Wewe unaweza kumfundisha mtoto ambaye tayari kashakubuu, watoto wanaenda shule, alipe kodi ya nyumba, wale vizuri. Huyo atajua wewe, anakaa chini ya mti atasoma. Hata kama umeambiwa elimu haina mwisho, sio uanzie uzeeni. Elimu haina mwisho, uanzie mwanzoni mpaka mwisho. Sio ndo kuanzia uzeeni uelewe. Kwa sababu binafsi sisi hizi tunasajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Huyo Karesto ni mchezaji ambaye amehitajika kwa udi na uvumba, na hao watani zetu lakini wamemshindwa. Na baadaye wamesema sio malengo yetu na hakuwa kwenye mawindo yetu. Hizo za ndani ndio nakupa. Yaani msimu wanaokota. Wewe ushaona wachezaji wanatambulishwa kama fungu la nyanya kwa pamoja. Sijawahi kuona ile. Na hawajai kufanya vile, ndio kwa mara ya kwanza. Maana wanaonekana kwamba wameshaishiwa. Waweke kwenye system wapi wale wameokota tu. Wachezaji wazuri wanatafutwa na vilabu vingi. Hao wachezaji waliotambulishwa utatuambia walikuwa na window na klabu gani nyingine. Zaidi na wao tu wameokota wamewaleta. Lakini nani kuna MVP pale? MVP nani pale? Pale hakuna MVP pale. Pale kuna MVP wapi? Hamna MVP hata mmoja pale. Wale wote mabausa wamekuja kutulinda. Mimi sasa hivi sipati shida. Kokote nitakapotembea naenda kuchukua bausa langu moja pale natamba nalo. Kwa hiyo umekukosha lakini usajili wa Yanga. Umenikosha kishenzi, wametuletea mabausa. Na mabausa wanaotoka nje ya taifa letu manake hawana familia kwamba leo tunajuana. Wale wamekuja kufanya kazi. Yaani wale wanalinda mpaka sehemu ambayo utahii kulinda wao wanalinda. Hata sehemu ya jirani wanailinda ambaye hujaingia naye mkataba. Wale wamekuja kazini hapa. Kwa hiyo mimi naamini binafsi sasa kila mwana Simba analindwa na mabausa kutoka Jangwani hapa. Tukienda kuchimba dawa mabausa wanatulinda tuchimbe dawa vizuri. Kwa bado mtaendelea kwenda kuchimba dawa pale Jangwani. Tutachimba sana pale. Yaani pale tutachimba mpaka kieleweke. Tutachimba sana dawa. Lakini Mnandi hapo nilipokuwa nakuuliza kuhusiana na mchezaji umezungumzia kwamba kuna jasusi ambaye ameshindwa kutoa taarifa zile za ndani kabisa. Je, huyo jasusi ni nani? Aulizo alikuwa mwelendo wanamjua jasusi ni nani. Kila siku anasema wana jasusi wao. Lakini mpaka sasa huyo jasusi hatujamuona. Wanavujishaga jezi zetu na wanazinadi wanazipigia chooni, lakini mpaka sasa hivi sijaona kama wamezipigia bafuni au varandani. Sijaona mpaka sasa hivi. Zipo jezi ambazo zina trend kwenye mitandao, lakini hata ikiwa ndo ile nanunua hata jezi 10 zile nanunua. Nanunua zile zote na napeleka ukweni zile naenda kupata na digidigi wengine nakusanya. Zile jezi kali. Zile za mtandaoni nyewe kali. Sasa yenyewe ikitoka itakuwa. Sitakuwa balaa. Jasusi hakuna sasa hivi. Kungekuwa na jasusi sikashaipiga chooni sasa hizi kashaipost. Mpaka sasa hizi haijapigwa chooni wala sebleni. Yaani mpaka sasa hivi maana jezi inayotoka msimuni balaa. Usipime. Ubingwa gani wa kutetea? Huo msimu ulioisha mpaka kaingia guest ndo kaupata. Sasa huo msimu ataingia wapi? Hata ingia chooni ndo apate ubingwa. Mnandi, pengine toka mlipoanza usajili mpaka leo hii, usajili upi umekukosha ndani ya Simba Sports Club? Mimi wachezaji wote toka hao wakizao walivyoanza kutambulishwa, Kevin Nation kanikosha kwa sababu ni kiungo ambaye anakuja kuongeza mpaka tulikuwa na vitunguu, nyanya, karoti, lakini na mdalasini tulikuwa hatuna. Kwa hiyo tumeongeza mdalasini ba. Umekuja kuongeza nguvu. Lakini ukija kuangalia utambulisho wa ule mtoto kutoka Azam pia amekuja kuongeza nguvu kwenye mbavu ya kulia kwa Shomari Kapombe pamoja na Duchu. Kwa hiyo mimi naamini binafsi tumeendelea kuongeza nguvu. Lakini ukiangalia usajili wa mchezaji fundi kutoka pale Tanga pale kwa ndugu zangu pale ukipiga pakasha unajua umepiga mguu wako. Kwa mzee Msisi huko. Nani kwenye utambulisho wa wachezaji wa Africans jana alionekana anadaiwa shabiki wa Simba akiwa mvaji wa Simba pale baada ya tukio la utambulisho. Kwenu kama shabiki wa Simba alizungumziaje? Yaani ile wanaendelea kuonyesha kwamba Simba ndio dira ya mpira Tanzania. Kwa sababu haiwezekani mmemleta mshabiki wa Simba kwenye tukio lenu.
Bora wangekuwepo sponsor wao nyuma, kungekuwa na bango la masponsor wao wanaonekana wapo. Yule akiwepo tunasema kidogo at least. Lakini hakuna hata sponsor mmoja. Tunaona tu shabiki wa Simba amevaa jezi yenye sponsor wa Simba wote. Mpaka yule aliyotengenezea jezi ile Diadola, kampuni kubwa duniani, imeonekana pale. Kaonekana Jeruti, imeonekana Diadola, lakini Betway kaonekana, lakini Mokola imeonekana pale. Logo yenyewe mnyama Simba imepromotiwa pale jana. Kwenye kutambulisha wale manini mabodyguard. Tukio la pili kubwa la Africans inaonekana inadaiwa kwa shabiki wa Simba. Tukio lile la jezi. Huyu kama wana Simba ina maana gani kwa pengine aleti mpasuko kwenye timu yangu? Sasa mpasuko wa nini? Kwani yule uliyomuona pale kiongozi wa klabu ya Simba yule? Yule uliyomuona pale mchezaji wa klabu ya Simba yule? Yule uliyomuona pale kocha wa klabu ya Simba yule? Eti au msemaji wa klabu ya Simba umemwona pale? Ule muona ni mshabiki wa klabu ya Simba, amevaa jezi ya Simba, ameenda kwenye tukio la Gongo Wazi kwenda kuipromote Simba. Hakwenda kuinajisi Simba pale. Huku kuna bendera la Gongo Wazi, huku kuna bendera la nyuma mwiko na yeka katikati kwenye mwiko. Lakini alienda kukubali usajili uliofanyika na Yanga. Amefanyaje? Amekubali usajili uliofanyika. Wewe kata wewe ukialikwa ukienda pale unaenda kukashifu na kati umealikwa. Wewe unaenda kusema kwamba pirawili halijaiva. Pirawili halina nyama kati umealikwa, umetoa shilingi ngapi? Kwa hiyo yupo sahihi. Yuko sahihi. Pale ameenda kupromote wa masponsor wetu, wameenda kuheshimishwa. Kaenda kuheshimishwa mnyama Simba kwamba hii ndio timu pekee yenye thamani East Africa na duniani kwa ujumla. Hii timu ya kwenye mwiko haina thamani. Ile Yanga B kama ikiwa wana uwezo wa kualika kwenye matukio yenu na ninyi mnaenda. Mimi si kwamba wana uwezo wa kucontrol wanapotaka wao. Yaani kumwalika mshabiki ndio uweze kuicontrol club. Eti Mnamaanisha mashabiki. Sasa mshabiki ukimwalika kwenye tukio lako, huje control club. Yaani wewe unaenda kuizalilisha klabu yako. Sawa? Waalike viongozi wa Simba. Waalike wachezaji wa Simba. Waalike benchi la ufundi la Simba, manake kuna vitu utaenda kuviteka. Lakini unamwalika mshabiki wa kawaida. Siku akiamua atakuja uwanjani, asipoamua anaangalia kwenye kibanda umiza, asipoamua anaweka bando lake kwenye simu. Sasa wewe unaisumbua nini timu yetu? Hiyo ni kuinajisi klabu yao na kwa kuendelea kuipa maua Simba Sports basi. Wewe binafsi kwa aina usajili waliofanya siku ya jana unaozungumziaje? Kina nani? Walifanya Yanga. Tuheshimiane kwanza brother. Unajua kuna usajili, alafu kuna okota. Tofautisha neno usajili. Wana usajili wote wanatambulishwa kwa awamu. Sio kwa mkupuo wa usajili. Si kama nyavu ya kimia imeingia baharini imetoka na samaki wote kwa pamoja. Sasa utasema kwamba huyo kaenda kuvua. Huyo ameenda kuchota, hajavua, huyo amechota. Kama kaliwahifadhi kaenda kuwachota. Wewe unasikia wale wachezaji wanazungumziwa wapi? Au wachambuzi wa mchongo shasikia wanawazungumzia wale. Wamewashuhudia jana. Wale wameokotwa. Mchezaji bora anazungumziwa kwamba anatafutwa na vilabu vingine. Haya, Kataja Dimugisha ulimuona pale katambulishwa? Eti Kataja mzee wa kuchomekea pale. Sharulile ulimuona? Wamesema bado sajili mbili. Sajili mbili nani na nani? Sajili mbili nani na nani? Sajili mbili bado watu wawili tu. Ambaye ni viongozi wa klabu ndio watasajiliwa. Wawili waliobaki watasajiliwa. Sasa kumbe nini? Sasa sajili mbili sajili gani? Sajili nani sasa? Nani kufikia hapo pengine Simba mmekamilisha usajili kwa sasa ama tusubiri kuna vyuma vingine? Bado hatujamaliza. Sawa? Bado hatujamaliza. Bado kuna kiungo mmoja, Mkata Shombo. Si unajua Mkata Shombo Ndimwe bado hajatambulishwa. Akitambulishwa huyo, kila mshabiki, kiongozi, mchezaji, benchi la ufundi wote watapata stoko kwa pamoja. Akitambulishwa huyo tu, umeme utakatika mwezi mzima hapa Dar es Salaam. Jamaa lingine Mnandi kuelekea Simba Day naelekea Morogoro ikijayo kwenda kuizindua jezi ya mnyama bila kuizindua wiki ya Simba Day. Mmejipangaje kama wana Simba na usajili huo ambao mmeshaufanya bora? Kikubwa tumejipanga kwa kuandaa pesa yetu kwa ajili ya kununua jezi. Tumeshaanza kukata tiketi na mimi naendelea kuambia mashabiki wakate tiketi mapema. Muda wa kuenjoy umefika. Muda wa kuiona Simba kimataifa umefika. Jina letu la kwanza lile Sunderland, ambaye sasa hivi hiyo timu kule ipo Uingereza, imeshuka daraja, haichezi kwenye ligi kuu, lakini sisi binafsi tunataka kuonyesha kwamba ile Sunderland imerejea kibabe zaidi. Sawa, ile Sunderland yenyewe imerejea kibabe. Hii Simba ya kimkati. Kwa hiyo kama mwana Simba hujaandaa hela yako kwa ajili ya jezi, utaenda sasa kwa hiyo kulangua KTM ukapigwe huko. Andaa hela yako, nunua jezi OG ya Jeruti. Jezi pekee ya Simba inapatikana kwa Jeruti. Ukiona jezi yoyote ya janja haiskani, hiyo sio jezi ya Jeruti. Hiyo jezi ya matapeli. Sasa msimu huu unawezaje kwenda Simba Day na jezi ya zamani? Timu yenyewe inayokuja kwenye Simba Day na kuibia siri inatoka barani Ulaya. Timu inakuja kucheza na Simba inatoka barani Ulaya. Kwenye Simba Day hatuchukui timu hapa Madongo Polomoka sisi. Siwezi kukutajia timu yenyewe na siwezi kutojia inatoka taifa gani, lakini nikwambia timu inatoka barani Ulaya. Huwezi kuiona timu inatoka Uganda wala Kenya wala Zambia. Hapa tushazoea kuchukua timu humo. Nani tumeona advertise kidogo ya jezi za mazoezi za Simba wanazotumia kila kingi ya Liwa. Pengine tarajia jezi zitakuwa na ubora zaidi. Ile trailer tu, picha linakuja.
Lile ni trailer, picha linakuja. Wana Simba tujiandae kukata tiketi kwa sababu tayari zimeshatangazwa na kupitia mitandao yetu ya kijamii, tiketi unakata. Kwa hiyo kata tiketi yako mapema, ogopa matapeli. Kwa sababu ukishindwa kukata saizi 20,000, tiketi hiyo utaenda kuinunua 50,000 siku ya mechi. Sasa uko tayari ukainunue jezi 45,000, tiketi 50,000. Wapi na wapi? Kwa hiyo mapema kata tiketi yako, andaa hela yako, jezi kitambulishwa tarehe 1 pale Ngorongoro. Sawa? Arusha. Mapema tupita nayo. Watu walikesha siku ile msimu uliopita. Kuanzia saa 4 usiku mpaka asubuhi wamemtia kwenye supu. Msimu hatutaki kuamkia kwenye supu wala kwenye ndondo kapu. Nunua jezi yako mapema. Ikitambulishwa tu muda huo unapita nayo. Rudi nyumbani, tulia, subiri Simba Day. Sawa, Mnandi umeongea vizuri sana, lakini kwa kuangalia kikosi chako kilivyo hadi hivi sasa na wachezaji ambao wamesajiliwa, je, malengo ni yapi kuelekea msimu ujao kama wana Simba? Na leo mna mchezo wa Kagame Cup. Target yetu ya kwanza Simba ni Champions League. Ambayo ndo mashindano yanaanza. Sawa, hiyo ndo target yetu ya kwanza, lakini ligi ni marathon. Sababu ligi ni marathon, ina mechi 30, lakini Champions League ni mechi zake ni chache tu mpaka kuelekea finali na kuchukua ubingwa. Sisi tunataka kwenda kuweka rekodi ya kwanza. Tuliwahi kucheza nusu finali mwaka 74, lakini msimu huu malengo yetu makubwa ni kwenda finali na kuchukua ubingwa. Hao ndo malengo yetu makubwa. Kwenye ligi hapa, hata hawa nyuma wiko kama ataendelea kuchukua ligi mara 1000. Sisi bado thamani yetu iko juu. Chukua ligi mara zote hapa, lakini bado huna thamani Afrika. Kwa hiyo kuwa na thamani lazima uchukue ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo sisi ndio tutakuwa timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika. Kama tulicheza nusu finali mwaka 74, msimu huu lazima tuende tukacheze finali na tuchukue ubingwa. Hiyo ndio target ya usajili huu. Simba kila mwaka alikuwa anauza wachezaji, lakini Simba sasa hivi mchezaji yoyote hauzwi. Alokuepo msimu uliopita ambaye kafanya vizuri hajauzwa hata huyu mmoja, wote wapo, na maana yake tuna malengo makubwa ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Una Kalesto hapa, una nani? Una Ibrahim Dumbia. Wewe unafanya masiala. Huku una Bakari Msimu kutoka Tanga kwa Mzee Msisi. Wewe unafanya masiala ni Simba. Huku una Libasa, una Nseola, una Eli Mpanzu, una Chama. Wewe unategemea Simba hiyo na masiala, unaonea Maema yuko hapo. Anapumua. Alassane Kante Kagoma Mvunja Kuni yuko hapo. Hii Simba hatari. Alafu kiungo Mkata Shombo hajatambulishwa. Akitambulishwa itakuwaje? Wewe tulia, yupo hapo. Sikupi za ndani, weka hivyo hivyo. Kuna kiungo Mkata Shombo akitambulishwa tumekwambia umeme utakatika mwezi mzima Dar es Salaam. Mwezi mzima umeme hakuna. Namfahamu na tajia mnamfahamu, ila atajulikana siku ya utambulisho. Mimi nakwambia yaani huyo kiungo akitambulishwa umeme mwezi mzima hakuna. Nani tumalizie kuelekea kwenye dabi au kutoa boti. Mmejipangaje na Simba? Sisi tumejipanga kuchimba dawa tu. Tunajua kwamba siku hiyo wale mastewadi walokuja watakuwepo kuzuia mashabiki wao wasikanyage kwenye pitch. Basi sisi wale tutawapiga goli 8 na kuendelea. Sio goli 2. Zile Meja Jenerali wanapigwa 2 dakika 9 wanakuja wanachomoa kwa kuingia guest. Hakuna guest pale. Pale wakitaka waingie msikitini au kwenye zile baa. Hakuna guest pale ya kuingia wao pale. Pale waingie kwenye nyumba ya ibada kama wataruhusiwa, lakini pale guest hakuna. Lakini kule Meja Jenerali guest kama zote. Wanatamba tu wanaingia guest. Pale guest hakuna. Kwa hiyo wajiandae kuchenyetu. Tukio la mwaka 77 kupigwa goli 7, goli moja refa kaondoka nalo. Msimu huu kuna goli 8 na kuendelea nimeziona. Kwa hiyo wajiandae. Kuna goli 8 tarehe 12 ngao ya jamii. Tena ikiwezekana wajitoe, wajivunje. Tuletewe Azam. Wajiwezekana wajivunje tuletewe Azam kwa sababu Azam anaonekana msimu huu anasajili kweli. Ana mipango mkakati msimu. Tuletewe Azam ambaye yeye anasajili na sisi tunasajili. Wewe unaokota mabouncer, kaa nyuma ya speaker usikilize milio. Neno la mwisho kwa usajili wa Yanga. Wakae nyuma ya speaker usikilize milio. Tusie tukagombana pale. Ile jopo la Mr. Misondo litaondoka siku hiyo usiku. Lile kundi lao la Mr. Misondo lilotoka South Africa lote linaondoka siku moja ile. Tukiwapiga usiku huo Terminal Series safari ya nyumbani kwao. Sababu sasa tumpige goli 2 yule. Kwa kikosi hiki unafikiri atapigwa goli 2. Yaani kuanzia goli 8 na kuendelea wajiandae hiyo. Wakaloge wakafanyaje goli 8 lazima ziingie kwenye nyavu. Shukrani. Asante sana.